Maneno ya kulala nje. I think Yeah. that has been one of the issues yenye imekuwa naye hapa. Um, Mm. have you ever sat down akirudi mumuulize umetoka wapi? Vitu kama hizo, and what is his response? By the way, one thing about me, simuulizangi. I don't know why and how, but huwa na feel ni kama Mkamba ni mtu, first of all, Mkamba ni mtu anatumia reverse psychology. Ukitry kumuuliza kitu, anatumia reverse psychology, and another thing, Mkamba ni ngumu wa kujibu kitu umemuuliza. Mhm. Na pia ni drama king pia, so mi nilikuwa naonanga tu ataniletea drama, and then most of the times Mkamba alikuwa ananitishia nini, unajua nitakufungulia live, unajua nitakufungulia live, so ilikuwa naona tu hakuna haja. Mm. Yeah. So you just kept quiet, don't want to talk about it. Yeah, naona tu ni heri ni nyamaze, there is no need ya kuongea nianze kuleta vitu zingine zenye zitaniletea tu mimi shida, cause hiyo by then angeingia live aanze kusema anything about me, watu wanamfavor, wanaona ni kama mi ni mbaya, ni kama namtumia, so nilikuwa naona tu ni better ni nyamaze. Mhm. Mhm. Kuna wakati mlikosana tukaongea na nyinyi kwa simu, mimi na Amy, na Mkamba alisema one of the reasons, shida yako moja ni kukuwa attitude ama being high tempered, like uko na hiyo temper yako inapanda juu sana and all that. Is it true, or like uko na attitude? Bishop, saa zingine nimeamka nimepika chai nampeleka kwa kitanda and, like, are you short tempered, uko na attitude, or what is it? Okay, mi kenye naweza sema mostly Mm. wanawake mnajijua guys, na wanawake tunajijua. Hauwezi kasirishwa na mtu alafu anataka uact ni kama uko sawa na umejamu. So Mhm. most of the times Mkamba alikuwa ananikasirisha, like kama ile siku Mkamba alinifungia nje, alafu in the morning anakuja na anataka ni act ni kama niko sawa. Hiyo kitu kwanza ilinikasirisha sana 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 sana. Mhm. Hiyo kitu ilinikasirisha, alafu anataka ni act ni kama niko sawa. Wanawake mnajijua, sisi si watu wenye eti mtu atakukosea alafu bado anataka uact ni kama uko sawa na ukae ni kama uko sawa in a span of 1 second akuexplainie. Na mimi mwenyewe nilikuwa nimemuuliza kwa nini alifunga mlango, na alikuwa anajua vizuri sana nitakuja, na akipigiwa simu hashiki. So unaona vitu kama hizo Mkamba unikasirisha by the way most of the times, na mostly hata ananikasirishianga kwa live watu wenye wanaonanga, na hata nichokora mpaka make sure amenikasirisha. I think anatakanga pia kuonyeshana the bad side of me kwa kamera. I think ni kitu kama hiyo, cause kuna wakati anaweza nichokora, niko kwa kamera, najaribu kuavoid, bado ananitrigger ndo Mhm. ni portray hiyo that character. Mhm. Mhm. Yeah. Kuna wakati mimi nilipigiwa tu simu, watoto wako wamepigana, Mkamba amepigwa na nyundo, amepigwa na kifuli amepigwa Mkamba amepigwa na kifuli kwa nyumba, amerushiwa kifuli na sufuria ya pan. That is what they were saying here. Of course I know haikuwa pan. What happened? And that day Mhm. hiyo time mtoto amekuja, niko na stress, na shangao mtoto ndafanyaje na yeye. Mkamba na yeye hataki kuona mtoto. Okay, I understand hakukuwa prepared and that's okay, but alikuwa hataki kuona mtoto hapo. Mtoto ako already hapo, nashindwa nitafanya nini, bado niko na stress. Anaongelesha mtoto na mhojihoji, akimuuliza vitu za ujinga, na try kumwambia tena na mtoto, if unataka kuuliza kitu niulize mimi. Mhm. Anauliza mtoto vitu kama babako ako wapi, alafu hata at some point alisemea kwa kamera ati mi si babako, aliambia mtoto mi si babako, babako ni Tuna. Mhm. So vitu kama hizo zilikuwa zinanitrigger, so nilikuwa ninaenda kumgonga na chupa ya serum yenye wanapaka uso, but niligongesha chini, sikumgonga nayo. Mhm.
Yeah, sikumgonga, niligongesha chini. Okay. So haikumgonga. No, haikumgonga. Okay. God forbid ingemgonga. Maybe ningeregret baadaye, Mhm. but at that moment nilikuwa hiyo kitu iliniuma sana. Mhm. Mm. And after all that, ni kufanya hizo vitu zote kwa live stream, alisema pole ama mliongea nilioverreact ama kitu kama hiyo? Mimi alikuwa ameniambia anataka tuachane, so nilikuwa prepared. Nilikuja nyumbani nikijua tunaachana, so mi nikamwambia the next morning after nimeamka, nikamwambia so juu ulisema unataka to break up, nataka mi nichukue vitu zangu nitoke. Akaniambia hapana, nimeongea na kinauka na nani and I think it's a high time to focus, tujijenge, tuachane na story za drama. Mhm. And we talked and aku apologize. That is the only thing he told me. Tuachane na drama na nini. That is after nimepeleka mtoto. So I think if bado mtoto angekuwa hapo hatungeongea. Mhm. Yeah. If mtoto angekuwa hapo hatungeongea. Bado tu angeinsist kusema nitoke niende. So after mtu kuja on the picture, Mkamba akakwambia ati anataka mwachane. Like, do you know the reason why alisema vitu kama mwachane? I think Mkamba alifeel kama namuexhaust na vitu mingi na hajakuwa prepared, and then hatukukuwa tumehave conversations about mtoto kukuja. Hata mimi sikukuwa prepared mentally, physically sikuwa prepared, and ilitushtua sisi wote, and I think hakukuwa prepared. Na kama hauko prepared, huwezi lazimisha mtu akubali kitu yenye anafeel ni kama yuko sawa nayo. So mi nilimuunderstand tu because that is my responsibility. It's not his. So at some point nilimuelewa. But shida yenyu ni kila kitu yenye iko hapa, iko kwa internet, like everything mtaka kutuletea. Did you guys tuseme umepata hiyo message that hey, tunakuleta mtoto? I was so shocked that mtoto ameachwa stage blah blah blah, you know, it is so sad. I really don't want to talk about. Did you talk it out with Mkamba before mkuje live ama Mkamba venye alisikia mtoto, cause ni simu nilipokea, nikaambiwa mtoto analetwa na anko yake. Anko yake alikuwa anakuja hizo area na tumeona tumpe mtoto alete. So nilikuwa hapo nikireceive hiyo simu and nikawa kwanza nilipanic na stress ikanishika ghafla. But the best thing that Mkamba did, alikuja kani approach. Actually not immediately, ni after tumekaa kidogo, nikaanza kufua. Akakuja hapo nje akanipata nikifua, akaniuliza, naona sasa umeambiwa mtoto anakuja, sasa unataka tufanye aje? Nikamwambia hata mimi niko so confused, sijui nitafanya nini. Wamenishtua ghafla hivi, hata wangenipatia like a span of 1 week 2 days, unajua jipange nijipange. But yeye Kenya alisema mimi naenda kufungua live tuongee nione ita happen aje. Kamwambia hapana, usifungue live, hata heri if you want to talk to Auka and our mom Amy, call them tuongee na wao instead of kupeleka hizi vitu online. Juu sikuwa pia nataka mtoto akuwe involved na drama mingi, na unaona venye nilitukanwa sana na mtoto hiyo time. So that is what I was trying to avoid. But hakunisikiza, he went ahead na akafungua live. And I think that is the time that I passed through hell. Like that was the hardest moment of my life, and nilikuwa trolled sana, nilitukanwa sana juu ya hiyo kitu, and nilitry kuavoid kabisa, nilitry kumkataza kabisa usiende live, but
hakunisikiza. Mm. Yeah. Okay. I want you to give us the positive sides of Mkamba. Umeishi na yeye. Are there like 3, 4, 5 things you can say that hey man, hii naye auka Mkamba amefanya hivi, Mkamba amefanya hivi, mpanga ama kuna? Okay, kitu ya kwanza about Mkamba cares about me a lot. Na how he cares about me is through actions. Another thing, Mkamba, every time nina face trolls, maybe I'm stressed, maybe I'm going through whatever I'm going through, he talks to me, he advises me at some point, and huwa ana make sure niko sawa. After everything, maybe niko stressed na nini, and it's not all about TikTok. Sengine maybe uko na family issues, maybe uko na stress, nini inahitajika, ni mtu ananiongeleshanga na ana make sure niko sawa. Mkamba ni mtu anani advisingi. Mkamba advises me a lot. He sits me down and he advises me for like even 1 hour. Yeah, so I think there is a good side of him. He's loving. There is a good side of Mkamba that no one can understand, only me. Mimi tu ndo naweza elewa. Yeah. Okay. So he cares about you. He advises you. He talks to you. Very nice. So many people describe Mkamba here as being toxic, narcissist, which I think narcissist is a very big word. Mkamba is toxic. Mkamba is a provoker. He provokes you, to act so that you can. Is that true? Mkamba is very toxic, na any moment you try to reach him out about an issue, he brings a different issue to make you look like the bad guy. He's very toxic, very, very, very toxic. Na anytime unajaribu kumwambia kitu alifanya mbaya, ataleta kitu ingine, yaani atakupul inside na kitu ingine ndo afanye pia wewe ukae kama wewe ni mtu mbaya. Yeah. Have you how do you call it? Guys, I'm forgetting the word. Nione kama mtanikumbusha. Yeah. Apart from what you have mentioned, like Mkamba being stingy, you guys not talking about your finances, disrespect. What was the role of TikTokers, the space, into your relationship? Do you think like most of these things you guys could have sorted them out, but because of maybe TikTok and all that, maneno imeenda overboard? Like what is the role of TikTok or TikTokers kwa hii nini yote? Okay, so kitu ya kwanza yenye nitasema about TikTok, there was a lot of cheating, and I think I have found a lot of messages regarding cheating. And hiyo ilikuwa one of the things yenye ilini piss off sana. Na nikijiangalia najiulizanga like ni nini inaweza fanya Mkamba ende ani cheat, and by the way ukiangalia mtu ana cheat na yeye sometimes unashangaa, yani unabaki tu umeshangaa. And then another thing ni Mkamba kwa lao watu anitusi, like mtu anaweza kuja hadi kwa platform yake anitusi matusi yote ya hii dunia na kila kitu yenye anafikiria. Hiyo ni kitu pia ilini piss off sana, because as a man I think anafaa kusimama na mimi, watu wakinitusi anawakataza, lakini just because mtu anakuja kukupatia pesa, anakupea pesa alafu ananitusi eti unyamaze, that is not right.
Yeah, so hiyo pia ni kitu, hizo vitu mbili mostly zilichangia sana, na hiyo disrespect, hizo vitu tatu ndo zilichangia sana 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 mimi kuondoka. Yeah. Kuna majina zimeitwa hapa and I really wanted to put it very straightforward. Big six big guys, how do you guys call them? Msema ni six big Brothers. Six brothers. Six brothers, Uncle D, Captain Samen, nisikia mkikanyagana mara nini. Go ahead. What can you say about them? Six brothers. Thank you so much, Six brothers. We've been talking and you've been checking up on me since I was in that marriage until now. Umekuwa ukicheck up on me kujua kama niko sawa na siko sawa, and you've been a very loyal, like a loyal supporter. Umekuwa ukinisupport nikiwa in that marriage and even now that I'm out of that marriage. So what I can say about Six Brothers, he's just been a supporter, nothing much, and I appreciate him for that. Kuna mwingine anaitwa Mr. Ndongo. Watu walisema pia Mr. Ndongo alichangia kunitoa kwa marriage, sijui nini. Mr. Ndongo Kenya naweza sema, first of all, Mr. Ndongo is in between, the same way our mom Amy and Auka is in between, like they cannot choose. They cannot say it's sasa mimi I'm siding with Chichi ama mimi I'm siding with Mkamba. That is the same way Mr. Ndongo wako. Mr. Ndongo is there to support me the same way he will support Mkamba. So Mr. Ndongo akinisupport, guys, mbona akisupport Mkamba it's not an issue, but mimi akinisupport it's an issue. The same way like Six Brothers, Mr. Ndongo is my friend. And thank you so much, Mr. Ndongo, for the support and for supporting me. It means a lot. Nani mwingine? I think hao tu ndo watu wawili wenye wamenisupport na ndo wamekuwa dragged into this issue, and I'm sorry for that. Kuna hii maneno ya pesa yenye si mlikuwa mnacheza game. I think I was in charge during that time for a very long time. Mlikuwa mnacheza game mara kuchoma jezi ya Arsenal blah blah blah, and then all of a sudden I don't know what transpired. Ilishtuka tunaambia pesa nini, I don't know what happened on that day kuhusu pesa, that mara ulikuwa nataka pesa upewe, like sielewi nini ilifanyika hiyo siku. Nilikuwa na Amy, Captain. Yeah, so mimi nilikuwa nimelala nikaamshwa, nikiwa nimelala nikaambiwa tukikubali ku-change our teams to Chelsea. From mimi I'm a Manchester United fan. So kaambiwa tukikubali ku-change tutapewa do, and nikaamshwa. Nilikuwa nimekataa, nilikuwa nimeambia kama mimi hizi games sitaki. If unataka kuchange timu yako ama unataka kufanya hizo vitu, wewe tu fanye, it's okay. But Samira alikuwa na insist, ambia Chichi ya mke akikubali, bibi yako akikubali hivi tutafanya, nitawalipa. So mimi nikaamka, tukaongea na tukakubali, na akatumiwa 22,000 na Mr. Ndongo akatuma 10k, so tulikuwa tunafaa tugawane, and inani akawa ni kama anakatana, niambia if nitapewa hizo pesa only if nitamrekodia video itokee vizuri. Hiyo video isipotoka vizuri hakuna pesa yenye nitapata. That is what he said. Venye aliona nakataa, akaanza kusema basi utapewa 10k peke yake. Nikamwambia ilikuwa tunagawana, imehappen aje napewa like 10,000. But kile kitu yenye nilikuja ku understand, Captain hakutaka nipewe pesa zake, alitaka nipewe hizi za Mr. Ndongo, like pesa yake hataki nipewe mimi. Ya juu Mr. Ndongo alikuwa ametuma 10,000, sasa alitaka nipewe hizi za Mr. Ndongo, yani yake inamuuma kunipatia mimi. Ndio kitu yenye nili understand. So mimi nikamwambia kama ni hivyo, achana mimi nitabaki nikiwa Manchester United fan. I'm not changing my team.
patia Mkamba hiyo pesa yote, mwambieni aende akachome hiyo jezi. Yes. And that is how it happened. Akatoka akaenda akachoma and mi nikakataa. So after kukataa ndo nikaanza kutukana, unataka pesa ya Mkamba, unataka nini? Hawajui huwa si benefit hapo, na most of the times hata hiyo pesa kama singe insist, kama nilikuwa nipewe, kama singe insist nipewe. And Amy kept on telling me utapewa, but mimi najua huwa sipewi na singepewa. Ndio maana nilikuwa na insist nipewe. Because mimi ndo najua Mkamba. Yeah. Ni maneno ya kupewa pesa mbona huko unatuambia mimi ama Amy ama mama pale auka hii ile pesa ulisema juu, hata hiyo siku nilitoka kusign contract, I think nilikuwa kwa simu na nyinyi na tukakubaliana, melipa 75%, chukua hivi weka pale, hii na hii imebaki, pia chichi kidogo, ipi ubaki na kidogo. Mbona hukuja why? Mbona ulinyamazia? Tusingeniambia uka hivi na hivi, sikupa ile pesa, or this and this going on. Mbona ulinyamazia tu? Auka every time I mention money naambiangwa ninataka pesa, niko after pesa. Like every time na mention pesa hapo katikati na kuanga Chichi yako after pesa, Chichi anataka pesa, of which sisi wote tunahitaji do. Na it's just by God's grace that tunapata hizo pesa. So sisi wote tunahitaji do, in as much as niko kwa life ya Mkamba ama siko kwa life ya Mkamba, bado nahitaji pesa. So nilikuwa na feel ni kama tu nikikuja kusema tu nitaambiwa tu nataka pesa, nianze kutukanwa kama kawaida, juu nimezoea kutukanwa nikiambiwa niko after pesa, ninamtumia. So nikaona tu haina haja, nitakuja tu kutukanwa niambiwe the same thing. So ndo maana sikukuwa nasema. Wow. So ulikuwa unanyamazia, unajifanya tu mkiwa hapa kwa kamera mna malavidavi. Yeah, but mimi hiyo story ya pesa sikukuwa haikukuwa inani affect sana. Nilikuwa naona tu ni sawa tu, yani ushijiambia tu ni sawa tu, iko tu sawa. You keep on telling yourself it's just okay. Guys, let's get to 2 million taps. If you are joining right now, this is Simon Auka. Tonight we are talking to Chichi, just telling us what really happened, because hata mimi